Mambo vipi? Hii hapa ni SD Recap Movie. Leo hii tuna movie moja inaitwa To Have and To Hate. Movie inaanza kumuonesha bidada pamoja na mshikaji. Huyo mshikaji unayemwona hapo anaitwa Desmond, lakini bidada anaitwa Anika. Hawa ni wanandoa na Anika amempitia mume wake ili warudi zao nyumbani. Siku inayofuata tunamwona Desmond pamoja na Anika wakiwa wamemfunga kitambaa mtoto wao, na hiyo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa binti yao. Baada ya hapo akawa na hesabu 1 2 3 na mwisho wa siku akakata keki pale. Hiyo ilikuwa ni moja surprise kwa mtoto wao. Of course, ni familia ambayo inaishi kwa amani sana, familia ambayo inaishi kwa upendo na wanampenda sana binti yao. Yes, maisha Desmond pamoja na Anika yakawa yako hivyo. Anika ana rafiki yake anaitwa Stella. Of course ni marafiki ambao wameshibana kweli. Wenyewe wanaitana ma BFF. Kila kitu anamwambia shoga yake. So mara zote Anika akiwa na Stella, Anika anamsimulia sana story Stella. Yes, anazungumza namna ambavyo wanavyopendana na mume wake, familia yake ilivyokuwa na furaha na vitu kama hivyo. Wakati huo tunaonyeshwa kwamba Stella ni mtu ambaye kwenye ndoa yake haina furaha hata kidogo. So ni sehemu ambayo na yeye anakuwa anajifunza kidogo namna gani ambayo Anika anaishi maisha yeye na mume wake Desmond. Maisha kama yamekwenda hivyo. So siku kadhaa zilizopita hapo mbele tunamwona mshikaji Desmond na Anika wako zao sebleni, anamweka sawa mume wake kwa ajili ya kwenda kazini. Ndo kawaida watoto wa kike, au sio? Mshikaji huyu anachukua pochi yake, begi lake, anaenda zake ofisini. Wakati yuko kwenye gari huko anaendesha, anaongea na simu. Kwa mbali tunaanza kumuona bidada mmoja hivi. Huyu bidada anaitwa Keisha. Akiwa mdogo ni mdada ambaye anaonekana ana stress fulani hivi. Gari ya Desmond wakati inakunja kona, kwa bahati mbaya ikampush Keisha na Keisha akadondoka chini. Tunamwona Desmond anatoka, anachanganyikiwa, anasema imekuaje tena. Lakini bidada ambaye Keisha alikuwa hajaumizwa kwa kiasi hicho, akapata nguvu ya kuinuka na mwisho siku akampeleka hospitali. Akampa taarifa mke wake. Desmond wakati arudi nyumbani, Anika anamuuliza imekuaje, kwa nilikuaje na vitu kama hivyo. Desmond anamsimulia, nilikuwa zangu naendesha zangu gari, lakini ghafla nikakutana na mtu mbele, nikachelewa kufunga brake, nikampush kwa kiasi fulani, lakini hajaumia sana. So yuko hospitali anaendelea kupata matibabu. Mambo yakawa hivyo. Siku zikapita, maisha ya Anika pamoja na Desmond yakaendelea, yani familia yao. Sasa kuna siku moja Desmond yuko zake ofisini ametulia akiendelea na kazi zake. Secretary wake anakuja, ambaye huyu secretary anaitwa Tess. So Tess alivyofika pale akamwambia boss, kuna mgeni wako amekuja, so anahitaji kuona na wewe. Anamuuliza ni nani, maana mimi sina appointment na mtu mwingine yote yule. So akamwambia basi kama vipi mruhusu aingie. Anaingia bidada ambaye anaitwa Keisha, lakini Desmond inaonekana ni kwa muda mrefu kidogo tangu lilipotokea ile tukio hawakuonana. So kwa sura haikumjia, akamuuliza ni nani, umetokea wapi. Ndio mwisho wa siku sasa Keisha anajitambulisha, mimi ni Keisha, ni yule dada ambaye ulinigonga na mwisho wa siku anitibia na vitu kama hivyo, so nimekuja kukushukuru. Desmond anasema kwa kweli Mungu ni mwema sana, kumbe uko sawa kabisa, so karibu tuketu. Akazungumza. Kwa hiyo Keisha alikuja kama kuomba yani kumshukuru Desmond kwa yale ambayo amefanyaje, alimfanyia. Of course baada hapo hiyo siku ikaimeisha, Desmond akarudi zake nyumbani, akanamwambia mke wake kwamba yule bidada ambaye nilimgonga amekuja ofisini kunishukuru. Mke wake hakupendezewa, akamwambia kulikuwa kuna haja gani ya kuja kukushukuru, so vitu kama hivyo. Lakini Desmond akamwambia no, wala usijali, vitu kama hivyo. Basi ikawa iko hivyo. So siku zilivozidi kwenda tukamuona tena Keisha akaja siku tena ofisini. Hiyo siku ambayo alikuja kuongea na Desmond kwa ajili ya kuomba kazi. Akamwambia kwamba mimi kiukweli ni mdada ambaye sina kazi na vitu kama hivyo, natamani kuwa na maisha yangu nitegemee. So wewe una kampuni, mimi natamani sana ungenipa chance ya kufanya kazi kwenye kampuni yako. Akamwambia mimi niko na partner moja hapo ni mke wangu, so siwezi nikafanya maamuzi ya haraka kukupa wewe kazi. Naomba nikashauri naye then nitakujibu. Basi hiyo siku ikawa imeisha hivyo. Kweli alipofika akamuelekeza mke wake kwamba kuna bidada amekuja na anahitaji kazi. So huyo bidada ni yule bidada ambaye alipataga nilimgongaga mimi na gari. Kwa hiyo amekuja amenielezea situation na mazingira aliyokuwa naye, so anaomba kazi. Ngoma ilikuwa ngumu kwa mke wake, akamwambia sio rahisi hivyo. Sio rahisi hivyo kupata kazi. So hawakupata mwafaka mzuri. Sasa mwisho wa siku Desmond akaingiwa na ile roho ya huruma ya kutaka kumsaidia bidada Keisha. Akatumia mbinu ya kuongea na secretary kwamba mimi nitampa huyu kazi, huyu Keisha, lakini mke wangu akikuuliza mwambie
mfanyakazi huyu ambaye amekuja wewe ndio umemleta, na kwa ajili ya, kwa sababu wewe ni mjamzito utakwenda maternity, so atachukua nafasi kwa miezi hiyo kadhaa wakati wako maternity mpaka pale ambapo utarudi. Kwa ndo mwisho wa siku makubaliano yakawa hivyo, na kweli mwisho wa siku wakawa wamekubaliana na yule binti akawa ameanza kazi licha ya mke wake hakurafiki sana na vitu kama hivyo. Basi bidada Keisha tukaanza kumuona akija ofisini mara aje na vitafunwa kwa ajili ya kumpa bosi wake. Anauliza Desmond, anamuuliza kwa nini unaniletea? Mimi ni bosi wako, kwa nini unaniletea vitu kama hivyo? Akaambia hapana, nimekuletea tu kwa sababu sometimes unaweza ukawa unataka vitafunwa na nini ukawa unakosa kwa wakati, so mimi nimekuletea tu kama bosi wangu. Ukawa ni muendelezo wake. Kuna siku sasa Desmond akakataa, akamwambia hapana, ondoka na hivyo vitu, hayo mazoea mimi sitaki, kwa kuna mipaka kati ya bosi na wewe mfanyakazi. Maisha yakawa hivyo. Sasa kukaa kidogo, kuna sitofahamu kadhaa zikaanza kujitokeza. Yaani kukaa kuna malumbano kati ya Desmond pamoja na Anika, kwa maana kwamba mtu na mke wake kuna mvutano fulani ukawa unaendelea. Sasa kuna siku akawa amemwambia kwamba mimi nitakuwa na safari ya kikazi na nitaondoka na secretary wangu. Kwa hiyo Anika kiukweli hakupendezewa kwamba unaondokaje na secretary wako. Akamwambia Desmond, akamjibu akamwambia, wewe mbona unapenda sana kufuatia maisha yangu ya kazi? Mimi nimekwambia na kazi nje ya ofisi na mkutano, na mtu ambaye atakuwa niambatana naye ni secretary, yeye ndiye anaratibu vitu kila kitu kwangu, so wa nini upate wasiwasi? Akajiandalia nguo zake, na kweli tukaonekana wako zao siku nyingine huko kwenye huo mkutano. So hiyo siku Desmond anaongea na familia yake, kwa maana kwa anaongea na mke wake pamoja na mtoto wake kupitia video call. Wanaongea, wanafurahi. Baada hapo Keisha akawa ameingia kujifanya kumletea chai ya jioni. Baada hapo akawa wanaongea, wanafanya kama wanaangalia movie, kumbe Keisha na lengo lake. Baada hapo bwana Keisha saka mshawishi mshikaji naye sakapagawa, wakalana utamu. Mambo yakawa hivyo. Hapo ndo picha lilipoanza. Mapenzi kati ya Desmond na Keisha yakawa yameingia. Sasa Desmond akakolezwa na penzi la Keisha. Wakati ametoka zake safari ya kikazi kurudi nyumbani, malumbano kati yake yeye na mke wake yakaanza hapo. Kumbe bwana Desmond utamu alioanza kupata kwa Keisha ndio kampagawa kabisa. Akawa tena kujali familia ikawa haipo. Mgogoro rasmi yeye na mke wake ukawa umeanza. Desmond akawa hana tena time na familia yake. Yeye na Keisha tu. Mapenzi ofisini, mapenzi nyumbani. Mapenzi ofisini, mapenzi nyumbani. Anika anaenda anamsimulia rafiki yake Stella kila ambacho anapitia. Stella na mwisho wa siku anamwambia jikaze, haya yataisha. Sasa kuna siku sasa wakatengeneza mchongo kwenda kumfumania Desmond na huyo Keisha. Keisha akawa ametoka na Desmond out, na Stella pamoja na Anika wakawa wamefunga safari hiyo sehemu ambayo Desmond na Keisha wameenda. Wakafika pale wakakutana na Keisha. Wakati huo Desmond anaonekana alikuwa bado dukani akifanya shopping kadhaa. Wakaanza kurumbana pale. Wewe kwa unachukua mabwana za watu. Wewe hujui kwamba wewe ni mume wa mtu. Kupewa kazi unataka kumiliki na vitu kama hivyo. Wakaanza kupigana. Na of course kiukweli Keisha ana mbavu. Akamzidi Anika nguvu. Alivorudi nyumbani Anika pamoja na Stella wakaanza kukandana pale. Desmond akaingia ndani kwa hasira akamwambia nataka tuje tuongee. Stella kainuka akamwambia unataka kumfanyaje rafiki yangu? Akamwambia wewe familia yangu haikuhusu. Aika, naomba uje upstairs tuje tuzungumze. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana, lakini mwisho siku Anika akawa anabidi ajishushe kwa ajili tu ya kumpenda mume wake, lakini mume wake akawa haelewi. Mwisho wa siku tukaona Desmond akamleta rasmi pale nyumbani, Keisha wakawa wanaishi. Sasa kiukweli kile kitendo kikaa kinamuumiza sana Aika. Akampigia mama yake simu kumueleza. Mama yake akamwambia kikubwa unachotakiwa sasa hivi kukifanya ni kufanya maombi tu. Mungu ndiye atakayekusaidia wala sio binadamu. Fanya maombi. Huyo Desmond akili yake hiyo imechezewa, sio hali ya kawaida. Kweli kutokea hapo Aika akaanza kuomba sana, anaomba kweli. Sasa bwana, kuna siku wako zao chumbani, wanataka kupeana utamu. Huku Aika anaendelea kufanya maombi, anapiga maombi. Desmond anapata shinikizo kutoka kwa Keisha kwamba hii ni nyumba yako ama nyumba ya mwanamke wako mwingine. Akamwambia ni nyumba yangu. Sasa nenda kamwambia ache kelele, sisi tufanye mambo yetu. Mimi siwezi kukupa raha za utamu kama hizo kelele za kujifanya na omba. Kweli bwana. Desmond akatoka kaenda akamfokea mwanamke wake, mkewe. Akamfokea sana. Mwisho wa siku akaondoka. Ila anataka tena kufanya huo mchezo wao. Keisha huku Anika akaendelea kuomba, lakini muda huo akawa amefunga mlango. Desmond anafika pale na usukuma mlango akaumia. Kesho yake asubuhi tunaonyeshwa akiwa na majeraha kwenye mkono wake, na mtu ambaye anamhudumia ni Keisha, anampa pole. So maisha yakawa yako hivyo. Yaani tunaweza tukasema kifupi kwamba Desmond alipagawa sana na mapenzi. So maisha kama yamekwenda hivyo, akaendelea
kuomba, ikafika stage Aika akaanza kukata tamaa. Mama yake akamwambia usikate tamaa, unakwenda kufanikiwa. Kweli bwana, akaendelea kuomba. Sasa kuna siku Desmond yuko ofisini, akawa kama amepitiwa na usingizi. Katika kupitiwa na usingizi akaota ndoto ambayo ilikuwa ni mbaya sana. Inamuonesha amefungwa kamba, amelaza chini na yuko mwanamke ambaye amejipakaza damu, ni misiri ya jini, na huyo mwanamke ni Keisha. Akawa amenyanyua kisu kutaka kumchoma. Muda huo Desmond akashtuka. Alivyoshtuka ndo tunamuona Keisha pia naye anaingia ofisini kwa Desmond. Desmond anambia usinisogelee, wewe unataka kuniua. Keisha akasema mimi mbona sielewi, mimi nikuue kivipi? Kwa hiyo kukatokea mlambana, akamwambia toka hapa, na mke wangu yuko wapi? Namtaka mke wangu sasa hivi. Akamfukuza na akamwambia kuanzia leo sitaki na nikuone ofisini kwangu, wewe ni mwanamke mbaya sana. Wakati huo tunaonesha huko Anika akiwa yuko chumbani analia kwa maumivu makali sana. Tunasikia sauti Desmond akimuita mke wake, Anika, Anika. Desmond akaingia chumbani, Anika anashangaa. Ndo hayo maombi unaweza kusema yakaanza kujibu. Na of course baada hapo tukaanza kuona Desmond anamuomba msamaha Anika, anamwambia nisamee, sina cha kusema, nimefanya mambo mabaya kwako, lakini naomba unisamee. Kiukweli Anika alichosema akasema tu asante, thank you Jesus. Baada hapo mwili wake kama ukaishiwa nguvu baada ya kuona ile moment ambayo hakuitegemea kuipata muda huo. Wakarudi akapelekana hospitali and then wakarudi nyumbani. Wakati wanaendelea kuombana msamaha, anakuja rafiki yake ama shoga yake na Anika ambaye ni Stella akiwa anaomba msamaha. Sasa wanashangaa huu msamaha ni wa nini? Ndio anaanza kueleza kwamba mimi yote ambayo yametokea mimi ndio nilosababisha, mimi ndio nilomtuma Keisha aje atengeneze mahusiano na mume wako kwa ajili tu na wewe upitie maumivu na yopitia mimi, kwa sababu nilikuwa nakuona una furaha unavyonisimulia jinsi ya mahusiano yako wewe na mume wako. Kiukweli kwa naniuma, ndio maana mimi nikaa nafanya yote hayo kwa ajili hivyo. So analia, anaomba msamaha, anaomba asamehewe. Kwa hiyo of course ilikuwa ni moment ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Anika hakuamini. Wakati huo akiendelea Stella kuomba msamaha, anapokea simu, anaambiwa mtoto wako amefariki dunia. Yani ndio ilikuwa ni moment gumu kwake Stella. Anatoka pale amechanganyikiwa, haelewi afanyaje. Unaweza kusema ubaya utalipwa kwa ukifanya ubaya, kumbuka na wewe utalipwa ubaya. Ndio huu. Wakati huo Anika kaingiwa na maumivu na huruma ya kutaka kwenda kumsaidia mume wake, akamwambia hapana, huyo sio mtu wa kusaidiwa tena. Mimi na wewe tumalizane hapa, tuongea kwetu na maisha mengine yakaendelea yako hivyo. So, movie yetu hii inaishia hapo. Kuna kitu umejifunza? Wadada mnakuwa mna tabia sana kusimuliana mambo yenu, yewe na mume wako mnampelekea mashoga. Mashoga ni wabaya. Hebu subscribe SD Recap Movie endelee kupata vitu vizuri zaidi.